When we were releasing the very tulipotoa kitabu cha kwanza, Mungu alisema kwamba hiki kitendo ulimwenguni kote. Kila wakati unaposhika nakala ya Rhapsody ya Hakika, unashika unabii. Kila wakati unapoona nakala ya Rhapsody ya Hakika, hauioni kazi ya mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Nafikiria kuhusu watafsiri maelfu tulionao ulimwenguni kote. Hakuna kitu kama hicho ulimwenguni. Nimewatumia Rhapsody ulimwenguni. Vipofu waliona, wafu walifufuliwa. Na Rhapsody, vitu vyote vinatokea. Na mambo haya yote yanayotokea nilikwambia, kama Mungu asingenituma, haya yasingetokea. Kile kinachotokea, ujumbe ambao kamilifu ni Rhapsody ya Mungu. Halo, na kukaribisha tena mtazamaji wetu katika kipindi chetu pendwa cha Sauti ya Rhapsody. Uhali gani tena siku ya leo? Ninafurahi tena tuko pamoja na wewe kufurahia na kushangilia na kuangalia tena kazi za Mungu kupitia kitabu cha Rhapsody ya Uhakika zinazoendelea nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Awali yote tena tuende tukamshukuru Mungu kwa pamoja kwa ajili ya kipindi hichi ambacho Mungu ametupa fursa kukifanyia kazi. Karibu. Asante Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante Bwana kwa wema wako, fadhili zako, uzuri wako. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema wakati wote. Nasema asante kwa ajili ya kipindi hichi cha Sauti ya Rhapsody. Kimefanyika baraka kwa wengi, kinafundisha wengi, kinabadilisha mitazamo, kinajenga, kinauisha, kinaponya. Asante Bwana kwa sababu neno lako linatimiza makusudi yako na kutenda kama upendavyo. Wewe Mungu unapenda watu na watu wako wanaguswa wakisikia nini mafundisho ya neno la Mungu ndani ya kitabu cha Rhapsody yametenda. Na hakika Bwana unatenda hata kwa wasikilizaji wetu siku ya leo. Roho Mtakatifu, chukua nafasi hata siku ya leo, ukaguse watu wako. Chukua nafasi, nenda kaponye, nenda kauishe, nenda kaimarishe, leta wokovu, badilisha maisha, leta mafanikio kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nashukuru kwa sababu najua umesema mnapoomba yote mliomba ni yenu na mmeyapokea ni ya kwenu. Asante Bwana kwa sababu kijana yule, mama yule, baba yule, yote anayetusikiliza siku ya leo anabarikiwa na anapokea kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Haleluya. Asante sana kwa kuungana na sisi tena siku ya leo. Ni siku tena ya furaha. Tunamshukuru Mungu. Tuna shangwe nyingi sana kwa sababu kitabu cha Rhapsody au masomo ya Rhapsody au mafundisho ya neno la Mungu yanazidi kutenda miujiza siku hadi siku. Kwanza kabisa nimshukuru mwandishi wetu wa kitabu ambaye ni mchungaji wangu, Mchungaji Kristo ya Kilome. Asante sana baba yangu kwa kutupa fursa ulimwenguni kote. Kila mtu anafurahia kazi ya Rhapsody kwa lugha yake na anawafikia kila mtu na watu wake na ulimwengu wake kwa lugha wanayoelewa kwa wepesi. Kumbuka tulisema Rhapsody ni kitabu ambacho kina neno la Mungu kwa ajili yako kila siku. Ni kitabu kinachotoka kila mwezi katika mifumo tofauti. Kitabu cha watu wazima, masomo ya watu wazima, masomo ya vijana, masomo ya watoto wa awali na wale wadogo kabisa wanaojifunza kuchora. Pia katika nukta nundu kwa mfumo wa braille, wale wenye ulemavu wa macho. Tunamfikia kila mtu. Maandiko yanasema katika Mathayo 24 mstari wa 14, injili hii ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kwa mataifa yote kama ushuhuda, na ndipo mwisho utakapofika. Na ushuhuda huu Mungu ametupa nyenzo au chanzo cha kufika kwa haraka zaidi kupitia kitabu cha Rhapsody. Unaweza ukawa huko Kongo, unaweza ukawa huko Burundi, unaweza ukawa huko Kenya, lakini kupitia kitabu cha Rhapsody unatuma masomo ulimwenguni kote na watu wanabarikiwa na shuhuda tunazipata. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili hiyo. Wiki iliyopita tulikuwa hapa tulizungumzia kuhusu mfumo mwingine wa Rhapsody kupitia hizi wristband ambazo tunavaa kama saa.
wristband, na wristband ambayo imependwa sana hususan na vijana wa chuo, lakini kila mtu anaweza akavaa. Unaona kama mimi popote unatembea na neno, ukiwa popote unachukua simu janja yako, unabonyeza tu, unaweka kama una NFC, unapata masomo ambayo inakuwa na masomo ya mwaka mzima, na tulielezewa ni namna gani ya kutumia. Kwa hiyo unaweza ukajipatia nakala kwa mifumo mbalimbali. Na zaidi ya yote, ulimuona mtumishi wa Mungu, mwandishi wa kitabu, alisema masomo ya neno la Mungu ndio pekee anaweza kubadilisha maisha ya mtu yote, kumbadilisha, kumpa jibu la maisha yake. Hata kama ningekupa pesa mkononi kiasi gani, siwezi kumaliza kabisa matatizo yako. Kwa sababu kama mind yako haijakaa sawa, haijabadilishwa kwa neno la Mungu, kama ilivyo katika Warumi 12 mstari wa 2, mbadilisho kwa kugeuzwa nia zenu, kwa maana nyingine kwa kubadilisha mitazamo, ili muenende sawa sawa na mtazamo wa Mungu. Sio rahisi kutoa suluhisho kwa mtu permanent, yani moja kwa moja. Neno la Mungu pekee ndio linaweza kubadilisha, na mtumishi wa Mungu aligusia sana. Tunamshukuru Mungu. Pia tuliwatangazia kwamba kutakuwa na program ya ulimwenguni kote, inaitwa Rapathon. Haleluya. Imekuwa na utukufu wiki iliyopita. Wengine tulikuwa Lagos, Nigeria kwa ajili ya Rapathon. Tumeona utukufu wa Mungu. Tumesikia shuhuda nyingi kutoka nchi mbalimbali, watu wanaotumia Rhapsody, wanaofanya kazi na Rhapsody. Rhapsody imefufua wafu, Rhapsody imeponya vipofu, Rhapsody imeponya magonjwa makubwa. Mtu anasoma neno huko ndani yako, amna mchungaji amemwekea mkono, anasoma Rhapsody, neno linaingia, linafanya kazi yake. Mashuhuda ya kila namna, na zaidi watu wamejitoa kuhakikisha Rhapsody inaenda ulimwenguni kote. Ni mambo makuu ya Mungu ametenda kwa kweli, na kwa wengi waliofuatilia, mtakubaliana na mimi, mmeuona utukufu wa Mungu kwa namna ya pekee. Mungu ni mwaminifu sana, na pia Mungu ni mwaminifu. Kesho Jumamosi ya tarehe 27 na 28, Mungu ni mwaminifu sana, tunakuwa na kongamano, mkutano wa injili mkubwa Bariadi vijijini, kijiji kinaitwa Kilola. Tutakuwa pale mkutano mkubwa wa Rhapsody, ambapo watu wataenda kuburudika, kupata Rhapsody, wataenda kuponywa, maisha yataenda kubadilishwa. Kwa hiyo mtu yote ambaye uko Bariadi, maeneo ya Bariadi, Simiyu, hakikisha kijiji cha Kilola, tutakuwa pale kwa ajili ya mkutano. Na Jumanne tumekuwa tukifanya reach out Bariadi mjini, pale kwenye mnada wa ng'ombe. Watu wamepokea Rhapsody na watu wamebarikiwa. Mungu ni mwaminifu sana. Tunamshukuru Mungu kweli kwa kazi ni nyingi anazozifanya, na wanasema huwa hatupoi, kwa sababu Mungu anavyotenda na sisi ndio tunapozidi kupata nguvu ya kusonga mbele kwa hii kazi. Mungu anatenda kazi ulimwenguni kote kupitia kitabu cha Rhapsody, kitabu chako pendwa. Na hapa Sauti ya Rhapsody nataka nikukumbushe kuwa utakuwa ukiona kazi kadha wa kadha hapa Afrika Mashariki, na zaidi kutoka kwa watenda kazi wetu ambao wamekuwa wakifanya kazi na Rhapsody, ambao wamekuwa wadhamini, wasambazaji, watafsiri. Miujiza unaipokea kila siku, kwa sababu unapotenda kazi na Mungu, na yeye anazidi kutenda kwako. Na siku ya leo napenda mpendwa wangu, msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, piga simu au tuma message kwa namba unayoiona hapo kwenye screen, au moja kwa moja piga simu namba 0754 276880 kwa WhatsApp au kwa kawaida, au 0766 444 996. Usiache kuwasiliana na sisi, utuambie Mungu anatenda nini. Na leo tutaenda kuombea watu wenye shida mbalimbali, na wote wenye matatizo, wote ambao mjampokea Yesu. Huu ni wakati wa kuserebuka, mwake Yesu yu karibu kurudi. Haleluya. Mungu akubariki sana. Na tunaendelea hapa studio leo, tuna wageni wengine, haleluya, ambao Mungu amewatendea miujiza kwa namna ya pekee. Tutaenda kuwasikiliza. Tunaye mpendwa wetu dada Happy. Tutaenda kumsikiliza dada Happy
ambaye Mungu amemtendea miujiza mikubwa. Happy ameijua Rhapsody mwaka jana mwezi wa 5, ndio alikutana na watendakazi wa Rhapsody, akawa naye mtendakazi, akampokea Yesu, na sasa hivi historia yake na Rhapsody ni zaidi ya mtu aliyekaa na Rhapsody miaka 5. Tutaenda kumsikiliza pia kaka yetu mpendwa mwingine, kaka Amani, na tutafurahi kusikiliza shuhuda hizi. Karibu sana. Na kukaribisha dada Happy studio siku ya leo. Karibu sana. Karibu sana brother Amani. Karibu brother Innocent. Thank you so much. Asanteni sana kwa kazi ya Mungu mnayetenda ya Rhapsody ya uhakika. Hakika Mungu ni mwema. Amen. 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 Hallelujah. Happy, Mungu akubariki sana kwanza kwa kazi unazotenda za Rhapsody. Amen. Umeijua kazi ya Rhapsody ni muda mchache, lakini Mungu amekutumia kama kifaa chake kwa kweli. Unafarijisha, unatia moyo na unahamasisha. Haleluya. Amen. Amen. Mtazamaji anapenda kusikia kutoka kwako tangu ulivyofahamu Rhapsody, imefanya nini ndani ya maisha yako? Wewe umeifanyia nini Rhapsody? Na zaidi ya yote tupe ushuhuda wote ambao unajua kweli hapa kweli nimemuona Mungu ndani ya maisha yangu kupitia kitabu cha Rhapsody. Karibu dada Happy. Asante sana madam kwa hii fursa ya kunikaribisha hapa studio. Amen. Lakini pia shukrani zangu za dhati kabisa kwa mchungaji Chris Oyakilome, mtunzi wa hiki kitabu cha Rhapsody ya uhakika. Namshukuru sana kwa hii fursa ya kutupatia sisi kufanya kazi pamoja naye. Amen. Na tunafurahika sana tunapotumia kitabu cha Rhapsody na tunapata shuhuda mbalimbali nyingi mno. Amen. Mungu akubariki mchungaji. Amen. Lakini pia shukrani zangu za dhati kabisa kwa director wa Rhapsody ya uhakika. Namshukuru sana Pastor Yemis Kudem. Asante sana ma kwa hii opportunity, kwa hii fursa. Leo niko hapa kutoa shuhuda ukuu wa Mungu alionitendea. Ninashukuru sana na napenda kushuhudia pia kwa sababu ya alichonitendea. Dada yangu alikuwa akiumwa sana na alikuwa anaumwa tumbo. Tumbo lake lilikuwa linamsumbua kwa muda wa wiki moja. Lakini aliamua kwenda hospitalini ili akaangalie. Lakini alivyoenda hospitalini kupima, walimfanyia ultrasound. Akawa ameonekana na uvimbe. Siku hiyo walikuwa wamempatia dawa ili aweze kutumia. Lakini hizo dawa hazikuweza kumsaidia, aliendelea kuumwa. Alivyorudi tena kwa mara nyingine, amekaa kama wiki 2 nyumbani. Amerudi hospitalini akafanywa tena ultrasound, ikawa imeonekana kwamba uvimbe umeongezeka. Umekuwa ni sentimita 5, sentimita 7. Dada yangu akanipigia, akanielezea vitu vyote vilivyotokea hospitalini, ultrasound alizofanyiwa, lakini sikukubaliana na hizo matokeo. Ni kama vile roho wa Mungu aliniongoza, ili sikuwa naona chochote. Aliweza kunitumia kwa njia ya WhatsApp zile matokeo, ripoti alizopewa za ultrasound. Alivyonipatia zile matokeo, mimi sioni kitu, lakini ananiforce. Ananionyesha kabisa na kwa njia ya mshare kwenye ile WhatsApp, amenitumia kama picha. Mimi sikuwa nimeridhika na ile matokeo alionipa. Lakini nikasema isiwe kesi, nikamwambia sawa, zile dawa alizokupatia je, una imani zitakuponya? Akasema kwa kuwa ni madaktari wamenipa, mimi zitanisaidia. Nikasema okay sawa. Baada ya wiki moja tena tumbo bado linamsumbua. Akasema ngoja niende nikapime tena, nikaangalie, wanichunguze tena. Ameenda kwa mara nyingine, akafanywa ultrasound. Alivyofanywa ultrasound, ikaonekana uvimbe ni umeongezeka. Umeongezeka kabisa, umekuwa mkubwa. Yani hamna dawa ambazo zitaweza kumsaidia, na zile dawa walizokuwa amempa mwanzo, akawa ameambiwa hizi dawa alizokupatia sio sahihi. Na yule daktari akawa amegombezwa tu pale kidogo. Akawa ameambiwa dada yangu lazima ufanyiwe operation. Dada yangu akarudi nyumbani ni analia. Kashaamini kile ambacho ameambiwa na madaktari. Akarudi analia nyumbani. Akawa amenipigia simu siku hiyo. Ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 9.
Amenipigia simu akanielezea vyote ambavyo ameambiwa hospitalini kwamba anatakiwa kufanywa operation. Mimi sikuwa nimechukulia serious kivile, lakini tu ni kama, yani unajua ile nguvu ya Mungu kama inakwambia hamna tatizo au hamna changamoto kikubwa sana, lakini kwa kuwa yeye amesha receive zile, ameshapata zile, ameshapokea zile information, ameshaamini tayari. Nikawa nimemwambia sawa, ngoja nije nyumbani. Nikawa nimeenda nyumbani. Naomba kuuliza, wewe hukuchukulia serious kutokana na information ya neno iliyo ndani yako? Kutokana na information ya neno ambalo lipo ndani yangu. Kitu unachoamini. Ninachoamini. Nikawa nimeenda nyumbani. Kweli bana. Usiku tumelala, ni ananirusha mateke, yani mtu ni anaumwa kabisa. Anarusha mateke, ananiambia kuna kitu kinatembea tumboni. Na siku hiyo tarehe 10 ilikuwa, nilisoma kwenye Rhapsody na nikasikiliza sauti pia, kwa sababu hizi Rhapsody zipo kwa njia ya sauti pia. Tuna njia ya sauti. Yes. Nikawa nimesoma hilo somo la siku hiyo ya tarehe 10. Lilikuwa linasema umba vitu kwa maneno yako. Haleluya. Umba vitu kwa maneno yako. Na ndani ya huo ujumbe kulikuwa na ujumbe ambao unasema unaweza kufanya kitu kutokana na maneno, unaweza kubadilisha unaweza kubadilisha jambo lolote kutokana na maneno unayoyatamka wewe mwenyewe. Nikawa nimemsikilizisha pia ile sauti na nikawa namuelezea atamke maneno ya kuponya ili apone yeye mwenyewe. Atamke yale maneno ili aweze kupona. Kweli akawa amenisikiliza na akawa anatamka hakuna kitu ambacho kitafanya ni hangaike, hakuna ugonjwa anatamka. Kwa sababu nilikuwa nishamuelezea na ile Rhapsody ilikuwa inajielezea vizuri kwamba unaweza kubadilisha changamoto yoyote kutokana na unachokitamka. Ikawa ni asubuhi, kumekucha, kulivyokucha, lakini bado anajisikia vibaya. Nikaendelea kuomba. Lakini pia Roho wa Mungu akawa amenielekeza kwamba kwa nini msiende kupima hospitali nyingine. Siku hiyo asubuhi mida ya saa 5 tukachukua uamuzi wa kwenda hospitali nyingine. Alivyoenda kupima, yani yeye ameondoka pale nyumbani anajua kabisa anaenda kufanywa operation. Anaenda kufanywa operation, lakini mimi nilikuwa ninamuomba Mungu ndani ya moyo wangu, namuomba Mungu kwamba hakuna operation itakayofanyika, hakuna uvimbe utakaoonekana, lakini Mungu mwenyewe atajidhihirisha katika jina la Yesu. Nikaomba, nimeomba mpaka anapoenda kufanywa ultrasound tena. Nimekaa pale nje, yeye yuko ndani kwenye chumba cha ultrasound. Nimekaa pale nje niko nasali, Mungu, hakuna uvimbe, na sambaratisha uvimbe katika jina la Yesu. Niko interested kujua hapo katikati ya disaster huko kwa daktari na huko hapo nje ujui litokalo huko ndani. Umesoma Rhapsody ambaye inakwambia nguvu ya ukiri, si ndio? Sasa hapo nguvu ya ukiri ulikuwa unaomba tu, ulikuwa pia unakiri kwa mamlaka? Yani nataka kujua hapa kuna mamlaka ya mwenye haki. Nilikuwa nakiri kwa sababu najua huku unaomba, huku unakiri. Ninaomba, ninakiri, vyote ninafanya kwa pamoja. Ninakiri huku unaamrisha, natoa amri kwamba unaseti mitambo ya kiroho, kuna uvimbe, kuna uvimbe katika jina la Yesu. Niko nakiri, hakuna uvimbe, umesambaa. Na pia nilichokuwa namuomba Mungu, yule atakayempa ripoti awe ametokana na Mwenyezi Mungu, awe anamwamini Mungu. Haleluya. Ndicho kilichotokea. Haleluya. Mimi nilikuwa sijui walivyokuwa wanampa matokeo, lakini alikuja kunielezea baadaye. Yule daktari wa kwanza aliyekuwa anamfanyia ultrasound alikuwa ni daktari wa kike. Alikuwa anamfanyia ultrasound. Hakuona uvimbe wowote. Haleluya. Ikawa ni kama kwa nini kusiwe na uvimbe na wakati hizi ripoti zinasema ana uvimbe? Akawa amekuja daktari mwingine. Akajaribu kumfanyia ultrasound, lakini akasema kuna uvimbe. Nikasema isiwe kesi, sikukata tamaa. Nikaendelea kuomba, ninakiri hata kwenye matokeo ambayo atapewa na daktari specialist ambaye ndo ametumia zile ripoti, lazima kitatendeka kitu. Haleluya. Katika jina la Yesu niko nakiri, hakuna uvimbe, na sambaratisha kwa jina la Yesu.
tukawa tumeambiwa mtakuja kesho kuchukua majibu. Sasa tumeenda kesho yake. Tumefika pale kwenye chumba cha specialist, daktari mwenyewe kupokea majibu. Yule daktari alikuwa ni sister, mtumishi wa Mungu, sister ambao tunawajua masista. Yule sister akamwambia, "Je, unamwamini Mungu?" Akamuuliza dada yangu, "Unamwamini Mungu?" Akasema, "Ndio, huwa namwamini Mungu na ninasali pia." Akasema, "Sasa usiwe na wasiwasi. Uvimbe sio uvimbe wa kutisha kivile, ni uvimbe kadogo tumboni." Alivyoambiwa hivyo ni alirukaruka. Maana haiwezekani uvimbe kutoka kwenye sentimita 7 kuja kwenye sentimita 1. Yani for 1 week, yani kwa wiki moja haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kutoka kwenye sentimita 7 kuja kwenye sentimita 1 ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Haleluya, haleluya. Amekuja kunipa hizo information pale nje. Sikuweza kujizuia, nilitoa machozi nikarukaruka katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu. Watu wote wananishangaa, nalia machozi. Mungu ametenda. Amen. 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 Hallelujah. Huyo ni Happiness. Haleluya. Happiness amekutana na Rhapsody mwaka jana, nimekwambia mwezi wa 5. Kasoma maandiko ambayo yamemtengenezea namna ya kufikiri. Anajua changamoto zinaweza kugeuzwa kuwa shuhuda. Ndio maana pamoja na kuwa sio kwamba ni kweli uongo kwamba hiyo changamoto haikuwepo, ili kuwepo. Changamoto zipo, lakini akazigeuza kwa kinywa chake. Anajua kabisa Rhapsody imemfundisha maneno yako yanaumba, unapotamka inakuwa. Kwa hiyo akatamka kulingana na neno la Mungu lilivyomfundisha, akakataa kukubaliana na hali mazingira yanatamka, lakini neno la Mungu tumepewa ili tulitumie kubadilisha mazingira. Lisilowezekana kwa mwanadamu, mpendwa wangu, kwa Mungu linawezekana. Lishibe neno ili katika kila nyanja upate kufanya kile Mungu anachotaka ufanye. Amemrudishia uzima dada yake. Ni kweli uvimbe ulikuwa pale, madaktari hawezi kuongopa, Mungu kaweka pale kwa ajili ya huduma ile. Lakini we unafanya nini na neno la Mungu kuwasaidia madaktari kazi iwe nyepesi? Haleluya. Ili kuweka ulimwengu ulio bora, watu wamfurahie huyu Mungu. Mungu ni upendo. Mungu anapenda watu. Haizi kukupenda afa akafurahia uumwe. Ndio maana amekupa neno lake ili ulizalishie matunda. Tunakushukuru sana dada Happiness. Tunafurahi kuonesha kwamba tunaonesha matunda ya neno la Mungu, kwamba Mungu, Yesu yuko hai. Yesu yuko hai ndani yako. Yesu hajapotea. Yesu yuko hai, na kama yuko hai, matendo yake yaliyo hai lazima yafanyeje? Yadhihirike. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana kwa kitu alichokitenda. Tunaamini dada, Mungu anaendelea kumlinda katika jina la Yesu, na hata umwa tena. Endelea kutamka kile mwovu alichotaka kuharibu juu ya maisha yake kimeshakatwa kwa jina la Yesu. Mamlaka tunayo. Neno la mfalme lina nguvu. Sisi ni wafalme Bwana Yesu ni mfalme, na sisi ni wafalme, mfalme wa wafalme. Haleluya. Haleluya. Tunaenda kumsikiliza mpendwa wetu mwingine, akaka Amani, na amefanyika baraka sana. Napenda shuhuda sana kutokana na kitabu cha Rhapsody, kwa sababu mimi mwenyewe nisingekuwa hapa nilipo siku ya leo kama sio mafundisho ya neno la Mungu ambayo yanajenga kila kukicha. Ninaamini kweli kila kitu kitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Kaka yangu mpendwa Amani, Mungu akubariki sana. Amen. Umekuwa baraka sana, ninakupenda sana. Hebu niambie kakaangu, watazamaji siku ya leo watakubarikiwa. Umekutana na Rhapsody kwa mwezi wa ngapi? Wa 5? Mwezi wa 5. Mwezi wa 5. Asante sana madam kwa fursa hii ya kushuhudia ukuu wa Mungu wetu na maajabu au miujiza kitabu cha Rhapsody ya uhakika. Kipekee kwanza napenda kumshukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema yake ya pekee. Napenda pia kumshukuru mtumishi wa Mungu, our dear man of God, Pastor Kristo ya Kilome, kiongozi wa huduma hii. Napenda kumshukuru director wetu Pastor Yemis. Tunakupenda sana 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 sana. Lakini pia napenda kuwashukuru viongozi wangu wa TNI East Africa Center 1 kwa fursa nyingi wanazonipatia ya kuonyesha kile ambacho Mungu amekiwekeza ndani yangu. Kwanza ningependa awali ya yote kuanza na kulisema hili kwamba mimi ni product ya kongamano la kitabu cha Rhapsody ya uhakika lililofanyika katika chuo chetu mwaka huu mwezi wa 5. Chuo cha Mtakatifu Joseph cha afya na sayansi shirikishi.
Pale ndipo mimi nalimpokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na namshukuru sana Mungu kwa matendo makuu alionifanyia, yakiwemo haya ambayo naenda kuyaongea. Jambo la kwanza, katika kipindi fulani kabla sijaamua kumpokea Bwana Yesu, nilikuwa nikiamka asubuhi nyumbani, nakuta matone ya damu pembeni ya sehemu ninayolala. Matone ya damu mateno kadhaa, kwa siku kadhaa ilijirudia. Na hakuna sehemu yote ya mwili ambayo nilikuwa nimedhulika, wala hakuna kitu chochote, na madirisha yamefungwa na vioo vyote, na nyumba nzima imefungwa na geti imefungwa, ina fence ina umeme juu yake, hakuna mtu aliyeingia wala hakuna chochote, lakini kiamka nakuta matone ya damu. Lakini tangu siku nilipompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, haijawahi kutokea tena, ikawa ndio mwisho. Sikuyaona tena yale matone ya damu, na sikujua alikotoka, lakini namshukuru Bwana Yesu kwa sababu ilikuwa very very scary. Nilikuwa nikiogopa sana, lakini nilipata ile amani ya moyo na lile tukio likaisha. Huo ni ushuhuda wa kwanza. Lakini ushuhuda wa pili, baada ya sasa kuwa nishafanyika kuwa mwana wa Mungu, nilijiunga na foundation class. Ni madarasa kadhaa ya foundation ambayo yako katika huduma yetu. Na nilivyojiunga katika somo la pili la madarasa yale, mwalimu wangu wa foundation class alikuwa ananifundisha kuhusu Roho Mtakatifu. Na ndio muda akaongea kuhusu kunena kwa lugha, na akanipatia assignment kwamba nikaongee kwa lugha kwa dakika 15, then nikaandike kitakachotokea. Nilipotoka pale nilienda katika chumba cha rafiki yangu nilipokuwa nimefikia. Nikaongea kwa lugha, nikajisogeza, ilikuwa ngumu kwa sababu ndo nilikuwa naanza kwa dakika 15, lakini sikwenda vizuri. Nikamua nipumzike usiku ule. Nilipopumzika mida kama saa 10 usiku nikaamka. Nilipoamka nikasema usi muda, sina usingizi, ngoja ninene kwa lugha maneno machache. Nikaanza kutamka kwa lugha maneno machache. Nataka kujua kunena kwa lugha, uko unasikia inspiration ya kunena kwa lugha? Nilikuwa nasikia ninene kwa lugha. Inakuja yenyewe, maana ile ni Roho Mtakatifu mwenyewe anaileta. Maana mtazamaji ambaye hajanena kwa lugha, si akasema hii lugha inasetiwa. Ya lazima ajue kwamba ni Roho Mtakatifu atendaye kazi ndani yako. Kwa hiyo ukanyanyuka kazi ile unavyojisikia ukaamua kuitii sauti. Yes, na nilikuwa tu pale kitandani. Lakini baadaye sijui mazingira yalibadilikaje, sijui hali ilivyobadilika. Nilikuwa kwenye state ambayo naweza nikasema ni state ambayo kama niko macho, kama nimesizia, sielewi. Alafu nasikia sauti kabisa iko lil, ni sauti ya mimi naongea. Yaani niko kimya lakini najisikia naongea. Niongea na narudia maneno kama nilivyosema. Nikamwambia ile sauti ya mimi nilokuwa naongea inasema, Lord please remove what was planted in me. Baada ya ile sauti kuongea, ikaja reaction kama kuna compression forces kwenye kifua changu. Ukaja mwanga mkali sana. Mwanga mkali sana kwenye kifua. Alafu baada ya pale nikatoka kwenye ile state, nikaa kwenye state ya kawaida. Lakini nina amani kabisa, amani yote tele, na nikaa najisikia kama niko huru atiol. Ile ilikuwa tukio ambalo lilinishangaza pia, lilinishangaza sana. Lakini namshukuru Mungu kwa yote aliyofanya muda huo. Sijui alitoa nini, lakini namshukuru sana Mungu aliye hai. Ushuhuda mwingine pia ilikuwa ni siku fulani hapa katikati. Nalikuwepo makazi ninapokaa. Kuna mama mdogo wangu akanipigia simu akasema kwamba ana watoto wake mapacha, alikuwa anasafiri kapita Katoro, kawacha sehemu fulani ila umepotea. Kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 2 usiku. Amejitahidi kila namna anavyoweza kuwatafuta, kupeleka ujumbe kila mahali na kusambaza information. Wale watoto wamekosekana, wamepotea. Lakini sikushtuka, nikamwambia watoto watapatikana. Sijui kwa nini nilimwambia hivyo. Nikatoka pale nikaenda chumbani kwangu. Kwa dakika kama 5 nadhani ilikuwa. Nikakumbuka mafundisho ya mchungaji Chris. Unaweza kuwatuma malaika
Haleluya. Kwa kutamka kwa jina la Bwana Yesu na watafanya. Nikatafakari matendo yote ya Mungu kwa dakika muda mfupi alikuja kichwani, huyu Mungu alivyokuwa mkubwa na hili jambo lilivyokuwa dogo. Nikaongea maneno ya lugha machache. Alafu then nikatamka. Nikamwambia malaika, muda huu au watoto wapatikane kwa jina la Yesu. Kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya. Haikupita dakika 3, mamdogo kanipigia simu. Imekuja simu kutoka sehemu fulani huko, ni mbali kidogo kama dakika 45 kutoka pale watoto walipokuwa. Kuna watu wanasema kuna watoto njoo angalie kama ndio wenyewe wako. Na kweli mamdogo akachukua bodaboda kule akaondoka na akawakuta wale watoto. Wamepatikana. Haleluya. Ndani ya dakika 2 nadhani. Ndani ya dakika 2 wale watoto walikuwa wamepatikana. Haleluya. Na ushuhuda mwingine ilikuwa nipo chuoni ninafanya project ya research, nikiandaa proposal, na katika mfuko wangu nilikuwa na bajeti ambayo nimeweka, ilikuwa ni nauli, sina hela kula siku hiyo. Ile nauli nikitoa sitofika nyumbani, kutoka maeneo ya chuo hadi nyumbani. Na ile project nilikuwa nahitaji msaada, lakini ilikuwepo fedha nyingine ambayo nilikuwa nishasema hii sitoigusa. Ilikuwa ni fungu la 10 lililopita ambalo nimelijiandaa kulitoa katika wiki inayofuata. Nikasema hii ni pesa ya Mungu kabisa, hii sitoigusa. Hii ni ya Mungu, hii haiguswi. Sasa wale rafiki zangu waliotaka kunisaidia pale, kwa sababu nalikuwa kuna vitu baadhi nilikuwa sivielewi, nikahitaji msaada. Wakawa wanahitaji bando ili ku access mtandaoni. Sasa ni nauli nilionayo iko fixed mfukoni. Kuitoa kwa hali ya binadamu na mawazo ya binadamu, ukitoa hutopata nauli. Lakini moyo wangu ulikuwa na amani kabisa. Nakumbuka mafundisho niliyopata kwenye Rhapsody. Kuwa na imani na kutamka wakati wowote ule unavyotamkia, ndio hicho kinachotokea. Nikasimama, nikaondoka, nikasema mimi sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Nikasimama, nikaondoka, nikaenda dukani ili nichukue bando nikawapatie rafiki zangu wanisaidie. Lakini nilipofika njiani, kabla sijafika hata dukani, ikaja message kwenye simu. Nikatoa simu mfukoni kuangalia, nimepokea kiasi cha fedha. Kiasi ambacho ni mara 6 ya ile fedha ambayo nilikuwa nimeandaa kama tithe, kama fungu la 10. Kama fungu la 10 kwa Bwana. Ilikuwa ni mara 6 yake, na ilikuwa ni nauli ambayo natumia wiki nzima na ninakula siku hiyo chochote. Ile imetoka wapi? Nikaangalia namba ilitoka, kumbe ni anko wangu kanitumia. Nikamwona nimpigie anko wangu. Akanambia umeona? Nikamwambia nimeona. Kwa nini umenitumia? Akasema bana, nimeota muda huo nimekutumia ndo nimeamka. Na kwenye ndoto naambiwa na Mungu, tuma hela kwa huyu kijana, anahitaji pesa. Yani sijui Mungu alicreate how the ions ile ikapatikana muda ule. Lakini nimshukuru sana Bwana Yesu Kristo, ni mwema sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ushuhuda mwingine pia ni mabadiliko ambayo Bwana Yesu aliyafanya kwangu, ambayo yalikuwa ni haraka, ambayo hata mimi sometimes nikawa sijiamini inakuwaje. Ilikuwa kabla mimi sijazaliwa upya, nilikuwa addicted na baadhi ya tabia ambazo kuna muda kabisa nalijaribu niziache kwa uwezo wangu, nikajaribu vyovyote vile, ila nikashindwa. Na ninaweza kuzitaja kwa faida ya kijana yeyote yule ambaye huenda amekata tamaa au anahisi yeye hafai kwa Mungu. Bwana Yesu anakupenda sana, na ujumbe wa Mungu unabadilisha, na unaweza kurenew mind yako. Kitabu cha Rhapsody kipo, unaweza kupokea ukabadilika. Napenda huo ushuhuda kwa kijana yeyote yule. Mimi nilikuwa addicted na uasherati. Tukio la kwanza, lakini sio uasherati tu ulikuwa utoshi. Kuwa na namba ya certain girlfriends ilikuwa haitoshi tu. Nilikuwa addicted pia na video chafu za ngono. Lakini pia hiyo ilikuwa haitoshi,
nilikuwa addicted na hii inaitwa masturbation. Nilijaribu kuviacha vyote hivyo, lakini nilikuwa nashindwa at all. Yani kuna muda najilazimisha kwamba sasa sitarudia, lakini nashindwa naendelea. Ila katika muda nilompokea Bwana Yesu, sijui hata hali ilitokea wapi. Yani sikuwa kabisa sikuwa hata nikifikiria. Alibadilisha ile hanga, akanipatia hanga mpya, neno la Mungu. Akanipatia hanga nyingine kabisa, hali ya maombi, ya kutaka kuomba mpaka naulizia kuna maombi. Yani alinibadilisha katika njia ambayo siwezi kuielezea. Alinitoa kuwa a sexual addict, akanifanya a soul winner. Na leo ninavyoongea na kuna nafsi nyingi sana nazivuna kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo. Sasa kama alinibadilisha mimi sexual addict mpaka kuwa soul winner leo kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, hakuna mtu asiyebadilika. Jikabidhi kwa Bwana Yesu Kristo. Wewe kama kijana mwenzangu, jikabidhi kwa Bwana Yesu, mkabidhi maisha yako yatawale, na kila kitu kuhusu wewe kitabadilika. Kila kitu kitabadilika. Bwana Yesu ni mwaminifu sana. Nasema asante sana Bwana Yesu Kristo, asante sana viongozi wangu wote, asante sana Pastor Chris, asante sana Director Pastor Yemis. Tunawapenda sana na Mungu endelee kuongoza, endelee kufanyika baraka kwa mataifa yote kama inavyotokea, na mkabadilishe mataifa na impact kubwa sana kwenye maisha ya watu, ikiwemo mimi mmoja wapo. Asante sana Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Umesikiliza shuhuda za vijana wadogo sana ambao wako chuoni, wanajaribu kutengeneza maisha, lakini umesikia pia na changamoto za maisha. Yawezekana changamoto hizi ziko kwa vijana wengine, ni vijana wadogo, na hujui utaachanaje na changamoto unazopitia. Kama ulivyosikia, anasema hajui hata iliondokaje. Ni neno la Mungu lilivyoingia ndani yake. Neno ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe alivyoingia akaweka makazi. Mwingine anasema mimi mpaka niache pombe, mimi mpaka niachane na sijui niache nimalize kufanya nini. Huwezi kuacha mwenyewe. Mpaka mwenye nyumba mwenyewe Yesu Kristo aingie ndani yako, ndiye atakuwezesha kuacha chochote kile ambacho ni changamoto kwako. Nimehamasika kuona kwamba vijana wadogo ambao shetani angeweza kuwatumia kwa jambo lolote lile la uovu, la kuzidisha uovu, hawezi kuwa productive huko bize. Unawaza ujinga, unawaza sijui nini, kama ulivyosikia masturbation, unawaza wanawake, unapanga huyu unaweka yule, wakati unaweza kuishi pure life yenye furaha, yenye amani. Ni Mungu anatenda mengi, anatenda makubwa, na zaidi sana ni kupitia neno lake. Amani amekuwa ni mmoja watu wanao tubariki kwa kweli, kulingana na jinsi anavyokuwa kiroho haraka. Analijaza neno, anajibidisha. Tuna mafundisho yale ya foundation class, ya mafundisho ya awali ya kukulia wokovu. Amekuwa paka akimshurutisha mwalimu ampeleke ahead of time. Darasa linaisha hivi, tutakuwa na lingine kesho, ambaye nifundishe leo. Lakini kwa sababu gani? Watu wa Mungu walijituma kupeleka hivi vitabu vya Rhapsody ya Uhakika, ambavyo ukimwacha nacho mtu utamkuta kama ulivyomwacha. Lazima neno la Mungu litaenda kutenda makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Ni changamoto gani inakusumbua? Ni changamoto gani unafikiri ni kubwa kuliko ile neno la Mungu? Hakuna lisilowezekana kwa Bwana Yesu. Hakuna, halipo. Neno la Mungu linatenda kazi. Popote ulipo leo tunaenda kuomba na wewe. Leo tunaenda kuomba na wewe mtumishi wa Mungu, lakini kabla ya yote twende tukamsikilize mwandishi wa kitabu anasema nini siku ya leo. Haleluya. And here's where Rhapsody of Realities in this time. Na hapa ndipo Rhapsody ya Uhakika wakati huu ni ya muhimu sana. We have to take the message out, a message that tunataka tuchukue ujumbe nje, the hearts and minds, ujumbe unaobadilisha fikra na mioyo of the readers, ya wasomaji, those who hear it read, na wale wanaosikia. Without changing their hearts, bila kubadilisha mioyo yao, you can't give them what they really need. Huwezi kuwapa kile wanachokihitaji. Poverty can never be cured by handouts. Umaskini hauwezi kutibiwa kwa chakula na pesa. You cure it from the heart. Unatibu kutoka katika moyo. Unatibu kutoka katika fikra. Hali ya kifikra ya mtu ni ya muhimu. But we have an opportunity right now. Lakini tuna fursa sasa ya kuleta injili ndani. Think about it.
katika lugha yao. Fikiria kuhusiana na hilo, katika lugha yao. In their language, never happened before. Katika lugha yao, haijawahi kutokea kabla. Rhapsody of Realities is Rhapsody ya Uhakika ni kitabu kilichotafsiriwa zaidi, kilichoandikwa katika historia ya ulimwengu. That's extraordinary. Hiyo ni ya pekee sana. That's extraordinary. Ni ya pekee. Nimesema kabla, kabla, hiyo ni moja ya maajabu ya ulimwengu. Wow. Umemsikiliza mwandishi wa kitabu na imani umebarikiwa sana. Yupo kwa ajili ya kuhakikisha hiki kitabu kinafika ulimwenguni kote. Nataka kusema na wewe ambao unataka kujiunga na timu hii ya TNI East Africa Center 1 kwa hapa Afrika Mashariki. Je, unataka kuwa mtendakazi wa namna gani? Unataka kuwa mtafsiri? Tunahitaji watafsiri kuhakikisha vitabu vinaenda kwa lugha zote. Pia unaweza ukawa ni mdhamini, actually wadhamini, ili tuzidi kuenda. Kwa mfano kama waambia kesho tuna kongamano la habari, unaweza sponsor ukadhamini makongamano, unaweza ukadhamini uchapishaji wa hivi vitabu katika lugha yote. Unaweza ukaamua mimi nadhamini Kisukuma, nadhamini Kinyiha, nadhamini Kipimbwe, unaweza ukadhamini lugha yote. Unaweza ukadhamini pia wale wanaojitoa kutafsiri, wengine wanakuwa wanahitaji msaada hapa na pale, wako vijijini ndani wanatafsiri ile lugha halisi kumpelekea chochote cha kumsaidia. Unaweza ukadhamini hata kipindi hichi, kipindi cha Sauti ya Rhapsody hapa TZ Gospel. Na zaidi ya yote usiache kutupigia simu inaonekana hapo kwenye screen 0766444996 au 0754276880. Tupigie. Na wewe mwenye shida ya aina yoyote, usiache kabisa, usiache kutupigia, usiache, tuko kwa ajili yako. Na sasa hivi nataka niseme na mtu mmoja, wewe ambaye bado hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye una changamoto aina yote, sasa hivi tunaenda kuomba na wewe. Mtumishi wa Mungu Innocent ataenda kukuongoza sala ya wokovu, na uende ukarudie maneno yale pamoja naye, ili umpokee yule Yesu ambaye aliingia kwa amani, ambaye aliingia kwa happy, ambaye aliingia kwa Innocent, ambaye aliingia kwangu. Huyo Yesu Bwana wa mabwana na Mwokozi wa yote akaanze kazi ndani ya maisha yako. Yamekuwa magumu, sasa yatakuwa mapya. Karibu mpendwa wetu Innocent, uende kaongoze watazamaji wetu wale ambao wanataka kumpokea Yesu Kristo sasa hivi, waongoze sala ya wokovu. Haleluya. Madam, nakushukuru sana. Amen. Kwa wewe mpendwa mtazamaji ambaye upo tayari kumpa Yesu Kristo maisha yako, naomba unifatishe maneno haya na uyamaanishe kutoka ndani ya moyo wako. Huyu Mungu ambaye umemsikia na umetazama ukaona makubwa yaliyofanyika kwa watu ambao wamezungumza hapa, atakuwa ndani yako na atakusaidia kuvuka kwenye kila hali ambayo unayopitia. Naomba unifatishe kwa maneno haya ukisema, Bwana Mungu, Bwana, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na Mungu ulimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Kuanzia leo, kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Haleluya. Amen. Na moja kwa moja bila kupoteza muda, tunaenda wote hapa studio kuomba kwa ajili ya wale wote. Una changamoto yoyote, utaweka mkono kifuani, kichwani, pale penye changamoto, tunaenda kuomba kwa ajili yako, na hakikisha unatupigia simu. Na pia kwa wale wanaotaka kudhamini vitabu hivi, usiache kudhamini
kwa kutumia namba zinazoonesha hapo kwenye screen. Kuna namba ya benki na pia kuna namba ya lipa namba M-Pesa. Wewe ambao una changamoto, sasa tunaenda kuomba kwa ajili yako. Tunaenda kumshukuru Mungu na tunaenda kuinua kila changamoto. Mungu anaenda kukutana na wewe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Tunaenda kuomba kwa ajili ya watu wote wanaotusikiliza jioni ya leo ili kukabiliana changamoto. Nguvu ya Mungu iliyotenda kwa Happy, nguvu ya Mungu iliyotenda kwa Amani, inayotenda kwetu itende kwa kila mmoja anayetusikiza. Changamoto iwe ya aina yote, Mungu ni mweza wa yote. Haleluya. Na wewe mwenyewe kiri kwa kinywa chako, kama umesikia neno Happy amesema, neno umesikia kaka Amani amesema, kiri, nilikiri. Kwa hiyo ukikiri kwa umekata, neno lako lina nguvu, unakuwa umekata ile hali yoyote ambayo itokana na Mungu katika maisha yako. Twende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wake. Haleluya, haleluya. O mashekereboza marekezonta likabalonda likashunta libuzia marekezonta likamandereboshika bazonta karabazente o haleluya mashanta karabozanta o shanta 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 karabozanta Shanda unda badara bakora badiata balasata balabasata unta badara bayate ketele badiatu nunda basika balikai urabasata labashanda nunda badere bodiata kalibayataya labasata lantasa balabayata labayata nunda badara bakatara bayane nunda basika balikai balanta baita da basata lata balasaya da balia talabaya talababa babadi ushaka talabayunda balike lekaya ushaka la talabaya talabayadu nda da baba babadi urabasika bashanda karaba. Oh, thank you Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Yes. Oh Baba, katika jina la Yesu. Yes. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. Yes. Asante kwa sababu hakuna kama wewe. Yes. Bwana, tumekukimbilia ili tusiaibike. Yes. Asante kwa ajili ya watoto wako wote waliokukimbilia Bwana. Yes. Asante kwa wote waliompokea Yesu siku ya leo. Yes. Asante kwa nguvu ya Roho Mtakatifu Bwana. Yes. Asante kwa ajili ya uzima. Oh haleluya Bwana, wewe ni mwema. Yes. Tumeona ukuu wako. Tumeona mema yako. Yes. Ni Mungu yule jana leo na hata milele. Yes. Ninatamka uzima kwa yule mgonjwa. Amen. Ninatamka uzima kwa kila ugonjwa katika jina la Yesu. Amen. Ninakata kila ugonjwa. Amen. Ninakata kila ugonjwa. Amen. Katika jina la Yesu. Kwa sababu neno lako ni upanga ukatao kuwili. Yes. Baba, ninatamka uzima katika kichwa kile. Ninatamka uzima katika figo lile. Ninatamka uzima katika kansa ile. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uzima katika mguu. Pokea uzima kisukari. Pokea uzima katika jina la Yesu. Yule Roho aliyemfufua Kristo katika wafu. Haleluya, ndio huyo anaenda kuisha huo mwili ulio katika hali ya kufa. Katika jina la Yesu. Yule aliyetenda kwa mwingine anatenda kwako. Yesu amekuja ili uwe na uzima, kisha uwe nao tele. Ninaomba uzima, ninatamka uzima, ninatamka uzima, ninatamka amani, ninatamka ushindi, ninatamka mafanikio, ninatamka mabadiliko, ninatamka mahusiano mema katika familia. Katika jina la Yesu. Yesu akadhihirike, Yesu akaonekane, Yesu akainuliwe katika familia, Yesu akainuliwe katika shuhuda mbalimbali katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru. Asante Bwana kwa sababu neno lako halijawahi kushindwa. Oh Baba, neno lako linatenda kwa watoto wako. Yeyote aliyetarajia muujiza anapokea katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uponyaji ni wao. Asante Yesu kwa kuja
Asante kwa kufa msalabani, kwa kuwaponya watoto wako. Ninakushukuru kwa wema wako. Asante kwa nguvu yako. Asante kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ileta uponyaji. Asante Bwana. Tunalihimidi jina lako. Asante hata kwa wote walio na shuhuda ambao umewatendea Bwana na unazidi kutenda. Umesema utatuacha wala kutupungukia na utawaacha watoto wako Bwana. Uponyaji ni wao, amani ni yao, ushindi ni wao katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Oh, amen. 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 Hallelujah. 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 Mpendwa mtazamaji, umekuwa na changamoto, tumeomba kwa ajili yako. Pokea na utumie kinywa chako kutamka. Tamka na itakuwa. Kama unahitaji kitabu cha Rhapsody, tunaomba utuandikie message au tupigie simu. Namba zinazoonyesha hapo kwenye screen. Na pia nawahamasisha sana wadhamini. Hichi kipindi kimekuwa baraka kwa wengi. Msiache. Roho wa Mungu amekutuma. Roho wa Mungu amekugusa. Roho wa Mungu amekuhamasisha kuweza kudhamini kipindi hichi au kudhamini vitabu hivi vizidi kwenda vijijini kote unakovihitaji au kudhamini lugha yote. Wasiliana na sisi katika namba inayoonekana kwenye screen. Haleluya. Na moja kwa moja ningependa kusikia kutoka kwa panelisti wetu neno moja la dakika moja. Unawaambia nini watazamaji walioungana na sisi siku ya leo? Neno moja la kuatia moyo. Haleluya, karibu sana. Napenda kuwashukuru sana kwa kusikiliza kipindi hiki, lakini pia Mungu awabariki na muweze kutamka yale maneno mema, mjinenee mema katika maisha yenu. Mungu atatenda. Haleluya. Amen. Karibu kaka Amani. Napenda kuwashauri watazamaji kwamba hakuna mahali popote kuna amani ya kutosha, kuna usalama isipokuwa kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Viongozi wengine wote wa kidini, wengine wote pengine walikuwa wanawaua watu wengine ili kujilinda, lakini ni yeye peke yake Bwana Yesu Kristo aliyatoa maisha yake ili wewe uishi. Please, please and please accept the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Pokee Yesu. Amen. Hallelujah. Mtumishi wa Mungu. Ndio. Leo umekuwepo hapa kimya nasikiliza, umejaza maupako na mashuhuda. Tumekuwepo na Innocent vipindi viwili vilivyopita. Ndio. Msikie kidogo dakika moja waambie watazamaji. Madam, nakushukuru sana. Hallelujah. Na napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtunzi wa kitabu hiki ambaye ni mchungaji wetu. Pastor Chris ya Kilome amefanyika baraka sana kwenye maisha yetu. Na vile vile mkurugenzi wetu mkubwa sana ambaye ni Pastor MS. Na washukuru sana sana kwa fursa unazotupa kubadilisha maisha ya watu, especially Tanzania ambayo ni nchi yetu. Napenda kusema kitu kimoja madam ambacho ni cha mwisho kwa watazamaji. Kitabu cha Isaya, neno la Mungu linasema, ile sura ya 60 inasema inuka uangaze kwa maana nuru yako imekujia. Ujumbe huu wa Rhapsody ya uhakika na kipindi hiki unavyokiona ni nuru ya Mungu inakuja kwenye familia yako. Hallelujah. Ni nuru ya ufalme wa Mungu inakuja kwenye maisha yako. Hallelujah. Ukiwa kama kijana, ukiwa kama mzazi, ukiwa kama mlezi, ukiwa kama mwanafunzi. Nuru hii inaweza kubadilisha maisha yako. Hallelujah. Chukua hatua. Unaweza ukatudhamini kipindi hiki, unaweza ukachukua hatua ya kushirikiana nasi, kutafsiri ujumbe huu kwenda kwenye lugha mbalimbali na Mungu atakubariki. Amen. Amen, amen, amen. Mtazamaji wangu, nina imani umebarikiwa sana na kipindi hiki. Kumbuka hii ni sauti ya Rhapsody ambapo unasikia shuhuda mbalimbali. Je, next week atakuwa ni nani? Labda ni wewe, Mungu atakuwa ametenda kwako. Tuandikie message kama unao ushuhuda ili tupate ushuhuda huo tuweze. Wasema walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hiyo toa ushuhuda. Njoo tudhihirishe kwamba Mungu anatenda na neno lake liko hai ndani yetu. Tuandikie message, tupigie simu, na zaidi sana unaweza ukajiunga na sisi kama mtafsiri wa lugha yote, msambazaji, ni mchungaji unaotenda kazi katika uinjilisti wako. Kitabu kinaweza kukusaidia sana. Kumbuka hatujaspendi muda mwingi na Amani aliyokuwepo studio leo, lakini kwa wakati wake anakaa chini anajifunza neno kutoka katika Rhapsody ambalo limefundishwa katika lugha nyepesi na mafundisho mepesi ya mtu yote kujifunza. Yesu alikuja ili uwe na uzima kisha uwe nao tele. Kwa hiyo kuenjoy life, kufurahia maisha ni
haki yako ya msingi kabisa.